mimi mwenyewe naumia. Nilikuwa nasikia hiyo akili si yangu. Kuna kitu nasikia iko hapa na hapa. Haiachili. Sasa nikafika mahali nikachoka, nikasema mtoto akauko nursery watamwangalia. Lakini nikaamka siku mbili niko peke yangu kwa ward. Nani anaumia na ni mtoto wangu Jordan ndiye alikuwa amedischargiwa. Nikasema hiyo ni bill sana inaongezeka, nikasema hapana sitanyamaza. Ndio nikakupigia simu, kaniuliza kama naombewa, nikasema yes. So venye nilivyoombewa, hiyo kichwa ikaachilia, sijui nini kilikuwa hapa. Juu madaktari ikafika mahali hadi mimi mwenyewe nikaogopa kudungiza shindano. Juu mahali nilidunga hapo ndio inaongezewa tena, wakidunga huku wanadunga huku. Nikasikia nimechoka, hadi nikaanza kuuliza Mungu, mbona huku nichukue hata nilikuwa dieta. Nikarudi nikasema, Gaina aliniambia Mungu anaponya lakini wao wanatibu. Nikajipea nguvu. Nikamwambia Mungu mwenye alinituma Kiambu hiyo siku alikuwa na sababu. Juu madaktari wa Kiambu sio waliniparetiwa na daktari wa Kenyatta. Na hiyo siku nilifika dieta, daktari akasema hata operate mtu mwingine hadi kesho 5. So mimi nilikuwa nimerudishwa tena dieta, akasema hapana hii ni emergency. Acha tumrudishe tena kwa dieta. So venye nilienda daktari aliniona akaanza kutetemeka. Sijui nini aliona nini. Akaniambia jipe nguvu. So na mimi venye nilimwona nikaanza kutapika, sijui akili yangu ilikuwa hapo yote. Kaniambia nijipe nguvu. So kingine naomba Mungu venye walinikata walipata shingo ya mtoto iko hapo. Wamekata. Kichwa imeteremka. Akaniambia nijipe nguvu. So the moment wamemaliza kutoa mtoto dawa ikaisha kwa mwili. Ilikuwa ya 30 to 40 minutes. Badilisha singekalishwa chini. Sasa nikashindwa kutaenda aje. Nikamwambia Mungu chukulia mbele juu nikwambia utangulia mbele, simama tu na mimi juu bado nyumbani nangojewa. Daktari akaniambia nisikuwe na tena. Akaniambia hiyo ni pressure tu, itaisha. Lakini mimi mwenyewe najua sina pressure, sijui pressure inatoka wapi. Sasa ndio daktari wakanidunga dawa ya kulala hadi kwa ward. Tolewa tena sikusikia. So Mungu alitenda tu maajabu juu dawa ya kuwekwa kwa maji ilipatikana ya kupeleka usingizi kabisa. Nisingekalishwa chini. Kidonda bado itashona. Na singeweza kushona nikisikia hiyo uchungu. So Mungu alisimama na mimi. Alisema sitarudi, walishangaa hiyo siku. Tukipiga confirm kama ni mimi, wakakuja wakapata ni mimi. So from that nikabaki na marafiki wawili wenye wanajua Mungu. Hao wengine wote wakaondoka. Sasa hivi nimebaki naye ni Sister Ruth na msichana mwenye ako tu kwa plot. Yeye ndiye anakuja akisi tunaongea mambo ya Mungu. Wao wengine wanasema tu, walikuwa wanasema tujui kama atatoka siku gani. Hivyo lakini Mungu alitenda. Na nitazidi kushukuru Mungu. Amen. Asante baba. Amen.